ni msingi wa Ayubu. Hebu tuvae viatu vya Ayubu, tuvae moyo wa Ayubu. Mungu akituona, atuone ni wetu ambao tumekuwa wakamilifu mbele zake. Akituangalia, anatuona wetu ambao waelekevu. Halafu akituona, anatuona tunamcha nani? Tunamcha Bwana. Jamani, haleluya. Haijalishi uko wapi duniani, haijalishi uko mahali gani, uko sehemu gani, unaishi mazingira gani, nataka nikwambie ukamilifu wako ndio utakaokuwa sababu ya wewe Mungu kujivunia. Haijalishi unakaa kwenye mazingira. Unajua kuna mtu mwingine sawa, tuko hapa, tuko katika mazingira tofauti. Kuna watu ambao wanaishi kwenye miji yao wenyewe, hawalipi kodi. Tuko pamoja? Kuna watu ambao wako mahali hapa, wanakaa kwenye miji waliopanga, wanalipa nini? Kodi. Lakini kuna watu ambao wako mahali hapa, wako kwa wazazi wao, wanaishi kwa wazazi wao. Lakini kuna watu mahali hapa wako ambao, tuko pamoja, wanafanya kazi kwa watu ili kupata nini? Kipato. Sasa nataka niseme nini? Yaani katika jumla ya mambo haya yote ambayo tunakutana nao hapa, lazima tuhakikishe tunakuwa wakamilifu mbele za Mungu. Haijalishi unakaa kwenye mazingira gani, haijalishi uko wapi. Halo, tuko pamoja? Kuwa mkamilifu, afu mwelekevu, ili Mungu apate kujivunia. Akikuona katika hali hiyo, ndipo shetani anakosa madai kwako. Anakosa nini? Madai kwako. Tumeona hapa wakati Biblia inasema kwamba wakati wana wa Mungu wanakwenda kujihudhurisha, wanakwenda kutoa ripoti ya utendaji wao, ya maisha yao mbele za Bwana, shetani naye akafika mbele za Mungu, akafika. Alipofika, Mungu akamuuliza shetani, wewe unatoka wapi? Anasema ninatoka kuzunguka huko humo. Maana yake wapi? Duniani. Akamwambia sawa. Je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Maana hapana mtu aliye mkamilifu kama yeye. Akatoa madai, akasema yule amekuwa mkamilifu kwa sababu, sikiliza, kwa sababu